Je, unahisi hofu kila unapojaribu kufanya kitu kipya? Ukweli ni kwamba uthubutu ni uamuzi, sio kitu cha kuzaliwa nacho. Na kila mtu ambaye amewahi kufanikiwa hapa maishani alianza kwa kupiga hatua moja ya uthubutu. Kwenye video hii naenda kukupa point 4 zinazoenda kukusaidia wewe kujenga uthubutu na kujiamini. Na ukibaki na mimi mpaka mwisho wa hii video, point ya 4 ndio point ya muhimu kwa sababu ina complete point nyingine zote za mwanzoni. Na ninakuahidi mpaka unafika mwisho wa video hii utakuwa una uwezo wa kuthubutu kufanya kitu ambacho ulikuwa hauwezi kukifanya, kuanzisha kitu ambacho ulikuwa unaogopa kuanzisha. Kama una mtu ulikuwa unaogopa kuongea naye, utaweza kuongea naye. Kama ni bosi, utaweza kuongea naye. Kama ni kuomba promotion, kama ni kuanzisha biashara, chochote ambacho ulikuwa unaogopa kukifanya, unaenda kuweza kukifanya. Namna ya kwanza, kujiamini kunajengwa na kutii na kufuata mwongozo wa Mungu. Sikia nikwambie kitu. Katika story ya Musa, kama Musa asingetii au Musa angekuwa anaogopa kufuata maagizo ya Mungu, lazima angefeli. Au Musa angekuwa hafuati Mungu anavyomwambia, lazima angefeli. Kwa sababu katika story ya Musa tunaona kabisa anavyoenda kwa Mungu na kumwambia Mungu, mimi hapa siwezi, au Mungu mimi hapa naogopa nifanyaje, na Mungu anamuelekeza jinsi ya kufanya. Mungu anamletea wasaidizi. Mungu anampa ujasiri. Na sisi kama binadamu hatujaletwa duniani ili tujitegemee wenyewe au kutegemea akili zetu wenyewe. Haiwezekani. Ndio maana tuna Mungu. Mungu anataka tuwe na uhusiano au na mahusiano naye. Ukitaka kuweza kufanya kitu kikubwa, ukitaka kuweza kujenga, kujiamini na kuthubutu kufanya vitu vikubwa, lazima uwe na Mungu kwenye upande wako. Na unakuja na Mungu kwenye upande wako kwa kujenga mahusiano na Mungu. Unavyojenga mahusiano na Mungu ndio Mungu anavyoweza kuanza kukuelekeza, mwanangu hapa fanya hiki na hiki, au hapo usifanye, fanya hivi, fuata hivi, fuata hivi. Na unavyotii hiyo sauti ya Mungu ndio unapoanza kuona matokeo kwenye maisha yako. Unapotii sauti ya Mungu ndio unavyojenga kujiamini. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akikwambia ufanye hiki, ukakifanya, kikafanikiwa, lazima confidence yako iinuke. Okay, Mungu alifanya hiki. Aliniambia nifanye hivi. Aliniambia nianzishe biashara fulani, nikaianzisha. Okay, kwa hata nikifanya niki kingine, naweza kukifanya. Unatengeneza ile circle ya uthubutu. Hamna mtu amezaliwa kwamba yeye ana ule uthubutu. Kila mtu alianza kwa kujaribu. Kwa kitendo kimoja cha kujaribu. Uthubutu unahitaji uweke pembeni hofu. Hofu ni kitu ambacho binadamu tunacho, si ndio? Lakini just because unaogopa kitu haimaanishi basi usikifanye. Au just because unaogopa mtu fulani haimaanishi basi usifuate ukaongea naye. Just because unaogopa kufeli kwenye maisha au kwenye biashara fulani haimaanishi kwamba usikifanye. Na kwenye mambo yako hakikisha unaomba Mungu akuondolee roho ya hofu. Roho ya hofu na roho ya aibu. Yaani unaogopa tu kuanzisha biashara, unaona aibu kupost biashara, unaona aibu kujaribu, unaona aibu kwamba watu wanaona mimi nafanya video au na mimi nafanya content au nimeanzisha biashara fulani au na mimi na post status. Hiyo ni roho, inabidi ukemee. Mwambie Mungu, naomba uondolee roho ya hofu na roho ya aibu. Kwa nini? Kwa sababu aibu ni chanzo cha umaskini. Ukiwa unaogopa kujitangaza, hauwezi ukala. Ukiwa unaogopa kuzungumza, hauwezi ukala. Ukiwa unaogopa kufeli, hauwezi kufanikiwa. Hamna mtu amefanikiwa duniani ambaye hajaanza au hajafeli kwenye maisha. Kwa hivyo ni vitu vya kupingana navyo na kuviombea Mungu akusaidie, kwa sababu peke yako wewe hauwezi. Na mara nyingi unakuta unamwogopa hata bosi wako, unaogopa kuomba promotion. Pia nikwambie kitu, usiogope mtu ambaye na yeye anapewa pumzi na baba yako. Yaani kama kuna mtu kwenye maisha yako unamuogopa au kimwatu anakufanya ujisikie mdogo, kumbuka kwamba yeye na wewe wote mko sawa. Na kabla hajafika hapo, kuna kipindi alifika kwenye maisha yake naye alikuwa ananyosha uji, alikuwa anaogeshwa, alikuwa akienda chooni anasafishwa. Ili ujue kwamba wote tuko sawa. Kitendo cha wewe kumwogopa binadamu wenzako, kwanza ni dharau kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu assume kwamba wewe unaishi nyumbani kwa baba yako. Alafu nyumbani kwa baba yako wewe kuna mfanyakazi. Okay? Kuna mfanyakazi kwenye nyumbani. Alafu mfanyakazi analishwa na baba yako. Alafu umuogope mtu ambaye yuko chini yako.
Huwezi kumwogopa mtu ambaye analishwa na baba yako. Kwa masiku babako akiamua kuchukua pumzi yake, huyo mtu ni no more. Anza kuona watu kama, haijalishi mtu ana cheo cha aina gani, haijalishi mtu ana gari la aina gani, ana nyumba ya aina gani. As long as wote mna pumzi hii, hakikisha hauogopi mtu. Na kwenye Biblia kuna usiogope 360. Kwa maana hiyo, kwa kila siku kuna usiogope moja. Usiogope mtu na usimtegemee mtu. Mungu kasema tumtegemee yeye. Point ya 3. Ondoa wasiwasi na uelekeze attention yako, focus yako kwenye kitu ambacho unataka kukifanya. Yaani ile eyes on the prize. Kama wewe lengo lako ni kuwa na biashara kubwa sana au kugusa maisha ya watu wengi sana, hakikisha macho yako yanaangalia hicho kitu tu, na inabidi kusudi lako au ndoto zako ziwe kubwa mpaka zikutishe. Yaani kama ndoto zako bado hazikutishi, wewe mwenyewe hiki nitaweza kweli kukifanya hiki? Bado hujaota vizuri. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu hamna kitu ambacho kina changamoto. Hakuna. Hamna kitu ambacho kitaanza tu hapo kitaanza kwenda, hakuna. Lakini kama macho yako yatakuwa kwenye ile kusudi, mawazo yako yatakuwa kwenye ile kusudi lako, kwenye kitu ambacho wewe una focus nacho. Kama wewe focus yako ni kulisha watoto wahitaji milioni kila mwezi, hata kama utakutana changamoto gani, focus yako itakuwa kwenye yale matumbo ya wale watoto wenye njaa. Kama kusudi lako ni kubwa, hata iwe vipi hauwezi kukata tamaa. Kuna kipindi nitamani kukata tamaa ya kufanya YouTube videos. Sasa siniache tu nikafanya vitu vingine. Mbona kama napoteza muda tu wenyewe angali sio na nini. Lakini yaani kuna kitu kinakuwa kiko ndani kinafukuta. Vanessa bado there is more. Usikate tamaa. Ndio maana nakwambia kusudi lako inabidi liwe kubwa. Na nikisema kusudi simaanishi profession, kazi unayofanya. Kuna tofauti kati ya profession na purpose. Profession ni kazi ambayo umechagua wewe. Kusudi ni kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako ili wewe ufanye kwa ajili ya jina lake. Big difference. Ndio maana unakuta kuna mtu ni daktari lakini bado kuna kitu kinamiss ndani yake. Ndani yake anatamani labda kusaidia yatima au kusambaza injili au chochote. Unakuwa ndani, yani kama kuna kitu unakifanya sasa hivi kwenye maisha yako, na ndani kama una ule utupu, kama una shimo, manake hauishi kwenye kusudi lako. Na inanipelekea sasa kwenye point ya 4. Ni kujiongezea ujuzi. Kama unajua kabisa, mimi najua kusuka, nataka kuanzisha saluni, ongeza ujuzi kwenye kufanya biashara. Unaweza kuwa unajua kusuka lakini hujui kufanya biashara ya saluni, haujui kuendesha duka la saluni. Wewe unajua tu hapa kwenye kusuka, lakini kwenye mahesabu haujui. Mimi rudi shule, ongeza ujuzi. Kama wewe ni mambo yako ni magari, ongeza ujuzi. Hapo ndo unavyozidisha confidence yako. Mimi wakati naanza kufanya YouTube videos, nilikuwa naongea mambo ya the mind, subconscious mind, sio na nini, lakini nilivyoendelea kufanya, watu walianza kuja kwangu kuniambia mambo yao au kunieleza, nimesikiza video zako, nimepata hiki na hiki, maisha yangu yamebadilika, nimefika hapa na hapa. And I was like, okay, kumbe mimi nina kitu hapa. Nifanyaje niongeze ujuzi? Nikalipia course ya leadership, nikalipia course ya transformational coach. Mimi ni coach, nimesomea kutoa mtu sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Nimetoka kumaliza course ya counseling, naweza nikakaa na wewe chini nikakuelekeza cha kufanya. Counseling ni kama therapist. Lakini sikuanza tu hapa, nilikuwa najua ni nini Mungu ameweka ndani yangu. Na najua kwamba kwa sababu mimi nikiongea mtu lazima maisha yake yabadilike, na kama uko hapa lazima maisha yako yatabadilika. Hata kama hamji inbox kuniambia, mimi najua mtu yoyote anayekutana na Vanessa, mimi sio kwa kujisifu, ni kwa utukufu wa Mungu, ni kwa kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yangu. Lakini sikuishia hapo tu, nimeongeza ujuzi. Nimeenda kujifunza vitu zaidi. Nimeenda kujifunza jinsi ya kuongea, nimeenda kujifunza jinsi ya kuedit videos, jinsi ya kuongea mbele ya kamera, jinsi ya kuwa na camera confidence. Ni vitu ambavyo unaenda, yani sio kitu ambacho utasali kitakuja, no, ni kitu ambacho you go back.
unasomea, unaongeza ujuzi, ndio confidence yako inapoenda kujaa, inapoenda kuzidi. Kitu kingine, kuna watu hawatakula mpaka utakapoamua kusimama kwenye nafasi yako. Kuna maisha ya watu hayataenda mpaka wewe utakapoamua kusimama kwenye nafasi yako. Unajua kwa nini? Leo kuna mtu amenipa ushuhuda mzuri sana. Alikuwa anafuatilia video zangu, huu ni mwezi wa 10 sasa anafuatilia video zangu. Na alikuwa akitafuta mtoto muda mrefu, lakini kwa kufuatilia video zangu na kusikiza video zangu za manifestation, za kuprogram mindset, za kuwa kwenye positive energy, ya kuvutia kwa unachokitaka, kwa kuwa kwenye ile frequency, amebeba ujauzito. Ni kitu ambacho hata mimi kimenishangaza sana. Kwa hiyo imagine mimi ningekata tamaa nikasema depression imenimaliza mimi, acha tu nijiue. Huyu mtu angeweza kuja kunipa mimi ushuhuda leo? Hapana. Sababu nakwambia kuna watu hawatakula mpaka utakaposimama kwenye nafasi yako. Kuna biashara, kuna watu hawataanzisha biashara mpaka utakapoamua. Wewe unajua biashara, wewe unajua, you know how to do business. Kwa nini ufundishi watu? Wewe unajua kuna vitu umepitia kwenye maisha yako. Unajua, kwa nini haufundishi watu? Kwa mimi kuna hiki na hiki nimeweza kukimasta. Unajua kabisa mimi nikiongea hapa lazima kuna maisha watu yatabadilika. Kwa nini haufanyi? Kuna maisha watu kuna familia hazitacheka. Na nielewa, kuna familia hazitacheka mpaka wewe utakapoamua kusimama kwenye nafasi yako. Yaani nakuhakikishia, napokea shuhuda nyingi sana. Mwingine ameweza kuacha kuvuta sigara, kuvuta bangi, kunywa pombe kwa sababu tu amekutana na video zangu. Na nasema hivi kwa sababu gani? Kila mtu ana watu wake ambao Mungu amemuitia. Kuna mwingine akaangalia video zangu na asinielewe, akaenda kaangalia video za mtu mwingine akamuelewa, na that is okay. Ndio maana kuna mtu atamsikiza Mwakasege atamuelewa, mwingine atamsikiza Mwakasege hatamuelewa, mwingine ataenda kwa Mwamposa atamuelewa, mwingine ataenda kwa Mwamposa na hatamuelewa, kwa sababu kila mtu ana watu wake. Kwa hata wewe una watu wako kama ilivyo mimi na watu wangu. Okay? Simama kwenye nafasi yako. Ukisimama kwenye nafasi yako, hapo ndo utakapoanza kuona hata mafanikio. Okay, mimi nimegraduate, ni professional counselor sasa hivi. Kwa wewe mtu unaniangalia, unaweza ukaja kwangu na matatizo yako na nikakutatulia, nikakushauri vizuri step by step. Kwa sasa hivi naanzisha program kwamba session moja ya counseling ni 20,000, na session moja mpaka 2 ni 20,000. Kuja kuongea tu na mimi, ukanielezea matatizo yako, nikakutatulia, ni 20,000. Kwa nini? Nimeongeza ujuzi, na kupitia ujuzi natengeneza career nzima. Kwa right now mimi ni counselor, ni kama therapist. Okay? Counselor ni kama therapist. Kwa kama una vitu ambavyo unaona hauna mtu kumwambia, unahitaji professional. Oh my God. Unahitaji professional wa kukusaidia kuvuka hapo. Mimi nipo, I'm a professional counselor. Ona sasa ninavyoongea kwa kujiamini sasa hivi. Yaani confidence yangu imezidi. Kwa sababu sio tu tena Vanessa alikuwa anafanya YouTube videos na kuongea. Sasa hivi mimi nafanya kama kazi, kama career. Okay? Na kwa nini nilienda kuongeza ujuzi kwenye swala hilo? Kwa sababu gani? Kuna message nyingi nazipokea za watu. Napokea message nyingi. Yaani kwa siku napokea message nyingi sana, wananiomba ushauri. Sasa mimi siwezi kuwajibu wote. Au nyingine nakuwa sijui jinsi ya kuwajibu. Sijui jinsi ya kuongea na mtu ambaye yuko kwenye hali. Nimeenda shule, nimesoma. Nimelipia course, nimeinvest. Kwa hiyo kwa nini unaogopa kuinvest kwenye vitu vyako? Naona mimi vinavyosema hivi, kwa ukija kwangu unakuwa mimi nakuwa kama life coach wako. Na mimi pia nina makocha. Na mimi pia nina watu ambao nawalipa wanifundishe vitu mbalimbali. Wanifundishe ni biashara, wanifundishe ni kuongea. Na mimi kuna watu pia nimewalipa ili mimi nifike hapa nilipo. Hauwezi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mwenyewe. You need people. Unahitaji watu wa kushika mkono. Unahitaji watu ambao wanaona nje ya boksi la kukuambia okay, wewe shida yako iko pale, iko pale, iko pale, iko pale. Sababu hata mimi nao watu wananiambia na najua kabisa ni kweli, wakinishauri na nikifanya I see results into my life. Kwa hiyo usiogope kuinvest kwa mtu, sio tu kwangu mimi. Yote ambaye nafsi yako inakugusa kwenda kumlipa akusaidie. Nenda.
kwa sababu wewe unalipa tu, lakini huyo mtu kupata hayo maarifa kuna vitu amevilipia. Mimi naongea hapa sio tu yani vitu ninavyovifundisha sio tu vitu ambavyo nimevisoma kwenye vitabu, no, ni vitu ambavyo nimevipitia. Najua maumivu, najua uchungu, najua akili yako ikiwa trapped inakuwaje, najua depression kwa sababu nimeipitia. Ndio maana niko hapa naongelea hili swala. Kwa hata wewe na watu wako ambao wanakusubiri wewe usimame kwenye nafasi yako. Simama kwenye nafasi yako. Usaidie watu. Usipuuze. Afu usichukulie poa. Usichukulie poa kabisa. Kwa sababu mimi Vanessa sikutegemea ipo siku kuna mtu anakuja kuniambia Vanessa, kwa sababu ya video zako nimeweza kushika mimba na nilikuwa natafuta mtoto muda mrefu sana, miaka na miaka. Kwa sababu ya video zako nimepona hormone imbalance, nimepona UTI kwa kufuatisha tu. Sikiliza nikwambie. Una uwezo wa kupona chochote, nitatengenezea video. Una uwezo wa kupona chochote. Hamna kitu ambacho kinashindikana kwa Mungu huyu, hamna. Kwa hiyo usichukulie poa. Na najua kabisa wewe unaniangalia hapa sasa hivi. Kwa kuniona tu mimi hapa, hata kama ni mara yako ya kwanza, maisha yako lazima yatabadilika. Lazima. Yaani ni lazima. Lazima maisha yako yatabadilika. Yaani wewe unayetoka kumaliza hii video na wewe ulianza kuangalia hii video, watu wa tofauti. Tofauti, na utakuja kuniambia. Utakuja kuniambia. Sio kwa kujisifu, najua ni nini Mungu amenibebesha. Najua. Na najua kila kitu ni kwa utukufu wake. Kabla sijasahau, nitakuwa naanza kwenda live. Kwa kama una maswali ambayo unataka kuniuliza, drop your comment down below. Utaniuliza hayo maswali hapo chini. Alafu niambie nikiwa naenda live kwa kupitia YouTube au kupitia TikTok. Kama niko kupitia TikTok, nitaweka link ya TikTok yangu kwenye description down below au kwenye bio yangu ya YouTube. Mnaoniomba namba zangu za simu zipo kwenye bio yangu pale ya YouTube, au nikutajie namba yangu ya WhatsApp ni +255 653 597877. Ushauri ni bure.